Kwa majina naitwa Betsheba Samuel Joseph. Nimekuja hapa, tumetumiwa barua, tulitumia ujumbe. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa na afisa mtendaji kata kwamba tuje kuchukua, kuna maelekezo hapa, lakini tunafika hapa tunakutana na vitu tofauti. Tumekuja hapa tunakutana na barua kwamba tuko nje ya muda wa mkopo. Sasa sijajua hii mikopo inatolewa ya 10% hii inatolewa kwa watu ambao wako yani wenyewe labda wana vipato vikubwa tofauti na sisi ambao tuko hali ya chini. Mimi ni kijana ambaye sijaajiriwa. Nilikuwa kwenye system ya serikali lakini sijaajiriwa. Nimemaliza mafunzo yangu nikasema huu mkopo utaniinua mimi kama kijana, lakini mwisho wa siku nakuja hapa ndo nakutana na barua kwamba niko out of time kwa ajili ya mkopo wa halmashauri. Sasa sijajua Mama Samia atuangalie sisi ni vijana ambao tunamtizama yeye na sisi ni vijana ambao tunajituma kwa sababu yake yeye. Kwa nini kama mmeambiwa kwamba mko nje ya wakati msisubiri huo muda ambao wenyewe wanaona kwamba mtakuwa ndani ya wakati? Kama mtu ameshakupatia barua, ameshakurudishia na faili, hiyo ni kusahau. Hakuna hapo tena cha kupigiwa simu, hakuna cha kufanywa nini. Maana kama mafaili yalikuwa ofisini, walipata huo muda wa kutupigia nini? Wa kutupigia simu. Sasa leo hii wameturudishia mafaili, watatukumbuka? Je, na ni kweli kwamba mlikuwa nje ya wakati? Tulikuwa ndani ya wakati. Tulikuwa ndani ya wakati sisi mpaka tunakaa kwenye vikao. Kila sehemu unapokaa mnaambia jamani wanawake mjikwamue. Jamani wanawake kuna mikopo. Sasa leo hii sisi tumefanya hii deadline ilikuwa tarehe 17 walituambia mwezi wa pili. Umeona? Ndio ilikuwa deadline. Kwa majina naitwa Cosmas Abedi Nyachia. Tumekuja hapa kwa sababu ya swala la mikopo. Tumepigiwa simu tukaambiwa kwamba sisi hatuna vigezo vya mikopo kwa sababu kuna barua hizo zilizopewa. Mimi hii barua yangu ya kwanza inasema niko nje ya muda. Ambao muda wenyewe hapo walioutaja ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025. Wakati mimi tangazo barua yangu maombi nimetuma tarehe 25 mwezi wa 11. Unaona? Bado na barua kila kitu mimi chochote ninacho. Unaona? Hizi hapa faili langu hapa naona limeandikwa tarehe 25 mwezi wa 11 na hapa naambiwa niko nje ya muda ambao ni tarehe 1 mwezi wa kwanza. Je, hili tangazo kweli litoka mwezi wa kwanza au ni ujanja? Na kukamilisha hivi gharama gani za kwako umezitumia? Gharama kwa kikundi tumejichanga tumetumia 550,000 na 50,000 kwa kuchangishana kwenda kufungua account benki kwenda alafu bado kwenye kusajili hivi vikundi tulikuwa tunaenda kwenye maduka yao. Ukija tofauti na katiba ambapo imeenda sehemu nyingine wanagoma mpaka uende kwenye ofisi zao ambazo zipo walikuwa wanatuelekeza ambazo zile ofisi zao ndio ulikuwa unasajilia hizo. Mtu yoyote hapo wote tumesajilia kwenye ofisi zao alafu wanatuambia zingine barua tunaambiwa kwamba hatuna vigezo. Of course kutoa kwa wote wakati mmoja kwa sababu budget saizi walitoa bilioni 1 point. Kwa hapa wale waliweza kupata. Lakini nyinyi mtakuwa mkae kwenye foleni. Ili itakapofunguliwa tena dirisha la kupewa tena wengine nyie mwa wa kwanza. Wakitokea tena dirisha lingine la 3 basi watakaoomba wapya na wao wafuate. Hiyo kama tunafuata FIFA. Kwa hiyo wamesema wanakuja ili wawape maelezo mazuri. Na mimi nikasema hili ni siasa kaonekana ni maneno ya diwani. Njooni nyinyi sasa maafisa maendeleo wa halmashauri mje muwape wanajamii wetu wanaohitaji mkopo maelezo hayo mnayonieleza mimi na waridhie na waone kwamba watafanya nini. Kama mtaandikwa majina wote yakae ofisini kwa afisa maendeleo wetu wa kata ili kitakapofunguliwa nyinyi muito wa kwanza basi itakuwa nalo ni jambo jema. Ndio hivyo jamani. Kwa sababu tunatamani kuona ni kwamba nyinyi wote mpate mikopo hii na hii mikopo ni ya kwenu wala sio ya kisiasa kwamba ni madiwani wanataka kutafuta kura la nini wala haina uhusiano wote na siasa. Tunatamani mpate mikopo muweze kufanya biashara zenu kama wajasiriamali na muweze kuendesha maisha yenu. Naomba mwe wavumilivu, tumewaita watakuja wataeleza na baadaye watachukua hatua ambazo nadhani mtaridhika. Kwamba eti kuna faili zimerudishwa kwamba sisi tumeondolewa. Hakuna mwananchi ambaye amekosa fursa ya kupata mikopo. Ila katika awamu hii amekutwa na dosari za kuwezesha kwamba kupata mkopo. Dosari hizo azirekebishe, dirisha linalofuata azirekebishe, aziweke katika mtazamo wa kuweza kupata mkopo. Licha hivyo ndugu zangu, wilaya ina maelekezo. Miradi inayoombewa na vikundi vya vijana wanawake na watu wenye ulemavu, tunataka miradi hiyo yenye tija. Kuna viwango vimewekwa na serikali.
Vikundi vikubwa vinaruhusiwa kukopa hadi milioni 150. Vikundi vya kati vinatakiwa kuomba mwisho milioni 49, lakini kuna vikundi vingine bila kuacha vyenye shughuli ndogo ndogo navyo vinaruhusiwa kuomba, ambao ndio hiyo mtu anaomba milioni 5, milioni 7, milioni 8. Mimi niwaase vijana tuje na mawazo chanya makubwa. Hata kama wilaya tukitoa vikundi 10 kwa awamu moja, sivyo? Ni bora wao watu 10, vikundi 10 vikasaidia vikundi 100. Mathalan, kikundi kimoja kikaja na mradi wa viwanda. Ule mradi wa viwanda ukaajili vijana wengine ndani ya kiwanda. Sio vibaya. Kwa hiyo naomba tuchangie fursa na tafsiri kwamba sio kwamba kuna viwango vimewekwa vya kuomba mikopo. Tuje na mawazo makubwa, mawazo mapana ambayo yatatusaidia sisi kupata miradi mikubwa. Hawa waliopata vikundi 100 hata kawaida mno ambayo bado haitupi tija. Tukitaka kuleta viongozi kwa ajili ya kuona miradi yenu, tunakimbiana kwa sababu bado miradi yenyewe unakuta haina tija. Mtu anakuambia mradi huu ulikuwepo, kipindi hichi hatuna. Mradi huu ulikuwepo, kipindi hichi hatuna. Utapeleka mgeni? Lakini angalieni mifano mikubwa ya viwanda. Kuna kiwanda wenzetu vijana wameanzisha kiwanda cha gypsum kata Nyankumbu. Hata ukimpeleka kiongozi, juzi tulikuwa na mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa, tunaenda kutembelea pale. Unajisikia sifa kama afisa maendeleo. Kwa hiyo njooni na ubunifu wa viwanda vidogo vidogo vya kati.